mtaani, hana raha. Yatawara min alqaumi, sasa anawakimbia watu mtaani, anawakwepa. Zama ujinga huo. Mtu kapewa neema ya mtoto, watu wanatafuta watoto, wengine wanashinda kwa waganga, wengine wanamaliza mahospitali haya na tiba za kila aina, wanatafuta watoto miaka nenda miaka rudi. Yeye kapewa neema ya mtoto, mtoto mzuri, amekuja na afya nzuri, basi wallahi inakuwa ni jambo la kumsawijisha. Sasa yatawara min alqaumi, anawakimbia watu, min su'i ma bushira bihi, kutokana na lile jambo baya aliloambiwa yeye kwamba mke wako kazaa mtoto wa kike. Sasa natija ya bishara hiyo, ayumsikuhu ala hunin, anaanza kuiambia nafsi yake, je, mtoto huyu aendelee kuishi naye, lakini anaishi naye katika hali ya kumtesa na kumnyima haki zake na kumdhalilisha, mpaka huyu mtoto ajiulize, nimekosea nini mimi? Yani ajute kwa nini kazaliwa mwanamke. Am yadusuhu fi turab, au amchukue ende akamfukie katika mchanga mzima mzima, damu yake mwenyewe. Ala saa ma yahkumun, Mwenyezi Mungu anasema wallahi ni mabaya mno wanayoyahukumu. Ilifikia hivyo katika zama za ujinga. Watu ilikuwa wanatengeneza vinyangarika kwa mikono yao wenyewe. Anatengeneza kijisanamu kwa mkono wake mwenyewe, kisha akimaliza kukitengeza, kisha kukipamba, anakiinua na kukisimamisha pahala, anakililia na kukigaragaria, anakilalamikia shida zake. Ujinga umefikia kiasi kama hicho. Wiki nzima huyu alikuwa amekamata bao, analichonga, mara katoa jicho, mara katoa mikono, bao analichonga mwenyewe. Kesho akimaliza kuliweka sawa, alisimamishe pahala, aliambie nisaidie. Ujinga ulifika pahala kama hapo. Kitu mtu amekitengeneza mwenyewe kwa mkono. Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala, hali hii ilipokuwa imetapakaa, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yeye Mwenyezi Mungu mwenye hikma kubwa akapeleka kwa watu wasiojua kitu, watu ambao hawana historia ya kusoma, wajinga, hawajui kusoma wala kuandika. Ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, akawapelekea mtume. Mtume huyu kazi yake yatlu alaihim ayatihi, ende akawasomee aya za Mwenyezi Mungu, wayuzakkihim, awatakase kutokana na tabia chafu hizo, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na ende akawafundishe kitabu cha Mwenyezi Mungu na hikma, miongozo ya sunna zake mtume sallallahu alayhi wasallam, silaha aliyoitumia Allah subhanahu wa ta'ala kusafisha ulimwengu kutokana na machafu hayo yaliyokuwa yakifanyika na mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea watu neema ya ilmu. Hawa walioonjeshwa ule ubaya wa ujinga wao, wengine katika wao walikwisha wazika watoto wao wakiwa wazima, wengine katika wao walikwisha waoa wake wa baba zao baada ya baba zao kuondoka duniani, wengine katika wao walichonga majisanamu kwa mikono yao kisha wakasimama kuiabudu. Kila mmoja katika zama zile alikuwa ana balaa lake, asiyekuwa na balaa hili basi amekuta na balaa lile. Vipi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameusafisha uovu ule, akaisafisha ardhi Allah subhanahu wa ta'ala na uchafu ule, akamleta mtume sallallahu alayhi wasallama, akamwambia nenda kawafundishe. Ukikaa kitako ukawafundisha each and everything, kila kitu kitawekwa pahala pake. Hiki hakifai, kinyume chake fanya hivi. Hiki hakifai, kinyume chake fanya hivi. Hiki hakifai, kinyume chake fanya hivi. Baada ya muda wa miaka 23 katika ardhi hii palionekana hakuna watu wenye thamani ambao mpaka hivi sasa wataalamu wa ulimwengu wananufaika na tabia zao, wananufaika na mienendo yao, wananufaika na maneno yao ya busara zaidi ya wale watu walioishi na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini kiliwatoa katika hali ile? Sasa imekuwa ilmu ambayo tunazungumziana,
masomo ambayo watu wanasomeshana, imekuwa masomo hayo ni natija ya nukuu zinazonukuliwa kutoka kwao wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa walikaa kitako barabara katika madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamsikiliza vizuri, wakamuelewa, na wakawa tayari kutekeleza yale anayowafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa ni sababu ya kubadilika. Hakuna kizazi bora kama kizazi kile. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khairul quruni qarni, karne iliyokuwa bora ni karne yangu mimi. Watu ambao wameishi na mimi, wakanisikia mimi, wakaniona mimi, hawa ndio watu bora kuliko watu wote. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia hao, karne ya pili, kwa sababu hao watapokea mubashara kutoka kwa watu waliopokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao watafuatia karne ya tatu. Hizi ndizo karne bora. Kwa nini? Kwa sababu ni watu walioingia katika chuo kilichokuwa kisafi, wakaipokea ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makusudio ya utangulizi huu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa aliwaonjesha dhiki ya ujinga. Ilipokuja ilmu hata mikononi mwao, wakaishika kisawasawa, ikawa sababu ya jamii zao kutakasika, ikawa ni sababu ya wale waliokuwa wakiwadharau sasa wakawaheshimu. Walikuwa wakiitwa ni wachunga mbuzi tu, hawajui lolote katika ardhi hii. Sasa imekuwa wakifika pahala watu wanawatizama kwa jicho jingine. Kwa nini? Wameelimika, wamewekwa pahala, wakasomeshwa kisawasawa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano kuhusiana na watu ambao watatega sikio vizuri kuisikiliza ilmu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa fi sahihain min hadithi Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, imekuja katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, hadithi anayosimulia Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min alhuda walilmi kamathali alghaythi alkathiri, mfano wa yale mambo ambayo amenituma nayo mimi Allah subhanahu wa ta'ala katika uongofu na katika mambo ya elimu, ya kuwatoa watu katika ujinga, ya kuwaleta katika nuru ya ilmu, wakaishi kibinadamu, wakaishi vile inavyotakiwa kuishi mtu. Na ilmu hiyo ni ilmu inayochimbuka kutoka kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama, na kwa ufahamu mzuri waliofahamu wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema mfano wa ilmu hiyo ni sawa sawa na mvua asaba ardhan, iliyopiga katika ardhi, fakana minha naqiya, miongoni mwa sehemu ambazo mvua ile imepiga ikaswadifu kuanguka katika ardhi ambayo ni naqiya, faqabilatil ma, ardhi safi, ardhi nzuri, ikakubali yale maji, ardhi ile ikarutubika, faambatatil kalaaf wal ushab al kathir. Matokezeo yake ile ardhi ikaotesha alkalaa, manyasi na majani yaliyokuwa mengi, wanyama wakanufaika na majani yale, na wanadamu vile vile wakapata mboga mboga, wakanufaika na miti ile. Faqala sallallahu alayhi wasallam, wa asabat minha, lakini pia vile vile mvua ile ikateremka ikapiga katika ardhi, wa kanat minha ajadib, katika baadhi ya sehemu za ardhi ikapatikana sehemu ajadib, ardhi iliyokuwa ngumu, ardhi iliyokuwa, ardhi hiyo faamsakatil maa, ikayazuia yale maji. Mvua imepiga kwa wingi, ardhi ikazuia maji, maji yakawa hayakwenda chini, matokezeo yake likapatikana bwawa kubwa, fanafa Allahu biha annas, Allah subhanahu wa ta'ala akawanufaisha watu kwa maji yale. Fasharibu wasaqau wazarau, watu wakaenda katika maji yale wakanywa wao na watoto wao, wasaqau, na wakawanywesha wanyama wao, wazarau, na wakatumia maji yale kumwagilia mashamba yao, wakavuna
ukaona mvua iliyopiga kwa muda mchache matokezeo yake imemwagika katika ardhi nzuri, baadhi ya sehemu katika ardhi zikakubali kuotesha mimea, watu wakanufaika na mimea ile, na baadhi ya sehemu katika ardhi ikazuia maji yale, watu wakanufaika na maji yale. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii ni mfano mmoja wa ilmu niliyokuja nayo mimi. Lakini kwa upande wa pili anasema wa asabat taifatan ukhra, lakini mvua hii asaba taifatan ukhra, ikapiga katika sehemu nyingine katika sehemu ya ardhi. Inma huwa qi'anun, sehemu hiyo ilikuwa ni qi'anun, ni sehemu mbovu, ni sehemu mbaya ambayo haina natija nzuri. La tumsiku ma'an, haiwezi kuzuia yale maji, wala tumbitu kalaa, wala haiwezi kuotesha hata mmea mmoja. Mvua imepiga kwa wingi, maji yamemwagika kwa wingi, lakini ardhi ni mbovu, ardhi ni mbaya, haikuweza kumnufaisha mkaazi wa eneo lile hata kwa fundo moja la maji, hata kwa tunda moja lililoota kupitia mvua ile. Inna qi'anun, hakika ardhi hiyo ilikuwa ni ardhi mbovu, ardhi iliyokuwa chafu. La tumsiku ma'an wala tumbitu kalaa, haiwezi kuzuia maji wala haiwezi kuotesha mmea wote. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama fadhalika mithlu man faqaha fi dinillah, huo ni mfano wa mtu ambaye ametafaqah katika dini ya Allah, ameisoma dini ya Allah, akaielewa vizuri, akaifahamu vizuri. Wanafa'ahu ma ba'athani Allah, lakini yakamnufaisha yale mafundisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenituma nayo. Ndio wale watu ambao walinyeshewa na mvua na ardhi yao ilikuwa ni nzuri, ikaweza kutoa mimea, wakanufaika nayo, na ardhi ikazuia maji, wakaweza kunywa maji yale na kunywesha wanyama wao na kumwagilia katika mazao yao. Hawa ni wale ambao walipiga magoti wakaipokea ilmu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakanufaika nayo wao na watu wao. Wa mithlu man lam yarfa bidhalika ra'sa, na mfano mwingine ni mfano wa watu ambao hawakuinua vichwa vyao kusikiliza Mtume kaja na nini katika mambo ya kielimu. Walam yaqbal hadi Allah alladhi ursiltu bihi, wala hakukubali uongofu wa Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu amenituma nao mimi uongofu huu. Insha Allah Taala, baada ya kikao kifupi tunataka kuja kulitibu hili gonjwa ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyajaribu miji yetu. Ugonjwa mbaya sana, ugonjwa wa ujinga. Sio hapo tu, kheri ingelikuwa tumejaribiwa na ugonjwa wa ujinga, halafu Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa ilham na kutupa hamu ya kusoma. Tumesibiwa na ugonjwa wa ujinga, kisha tunaogopa kwenda kwa madaktari. Tunawakimbia madaktari ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekadiria, amejalia, amehukumu hawa ndio wao madaktari wa kutibu ugonjwa wetu. Sisi tunawakimbia. Huu ugonjwa ni mbaya sana, na kama watu hawakuamua kuitafuta tiba haraka sana iwezekanavyo, tahamaki baada ya miaka kadhaa michache mbele tutakuja kuhadithiana mazungumzo mengine, kama ambavyo hivi sasa tunahadithiana mazungumzo mazuri ya wale waliopita waliofanyia kazi ilmu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameileta katika mgongo wa ardhi. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته مرة ثانية، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu wa Kiislamu, hakuna ugonjwa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala
atawatahini watu wa kaumu fulani, watu wa pahala fulani, watu wa zama fulani, ukawa ugonjwa huo ni mbaya kupindukia kuliko ugonjwa wa ujinga. Ugonjwa wa ujinga ukitapakaa katika jamii ya watu, halafu watu wale wakawa hawataki kuitafuta tiba, watu hawa wamejaribiwa kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajaribu watu wa zama nyingine. Ujinga. Mtume sallallahu alayhi wasallam moja katika masiku aliwatoa masahaba zake kwenda katika vita, jihadu talab. Wakifika huko, ikawa katika siku za baridi na huko katika maeneo baridi kali, mmoja katika maswahaba wa jeshi lile la Mtume sallallahu alayhi wasallama akapigwa kifaa kizito katika kichwa chake, ikapelekea kupasuka